Leo tunazama kwenye mada muhimu sana inayoweza kubadilisha kabisa jinsi unavyojenga mahusiano yako, kufanya biashara au hata kujikinga na drama zisizo za lazima. Utakwenda kujua jinsi ya kumtambua mtu kirahisi, kujua anachofikiria, malengo yake halisi au hata kama anakuambia ukweli au uongo. Wataalam wanaita hii kusoma watu. Ni ujuzi unaoweza kukupa faida kubwa. Ndani ya dakika chache zijazo, nitakupa mbinu 5 za kisaikolojia zilizochujwa kutoka kwenye vitabu vikubwa vya uongozi na mafanikio duniani. Hizi si nadharia tu, bali ni mbinu zinazofanya kazi na zitakufanya uwe na jicho la tatu linapokuja suala la kuwafahamu watu. 1. Nguvu ya matendo badala ya maneno. Mbinu yetu ya kwanza inatoka kwenye mafundisho ya msingi kuhusu mamlaka na ushawishi. Kumbuka hili. Watu huwa hawasemi wao ni akina nani, bali huonyesha. Watu wengi huvaa vinyago vya maneno mazuri. Utasikia, mimi ni mkweli, au mimi huheshimu muda, au mimi nimejitolea, mara mimi niko hivi. Lakini kitabu kimoja kinatufundisha kuwa ushawishi wa kweli haupo kwenye maneno, upo kwenye matendo yanayojirudia. Kwanza, angalia mtiririko wa tabia, pattern. Je, mtu huyu huahidi kufanya mambo halafu hatimizi mara kwa mara? Je, anazungumza vibaya kuhusu wengine? Tabia zinazojirudia ndizo zinajenga tabia kuu ya mtu, na tabia hiyo ndiyo tabia halisi ya mtu. Pili, tazama wakati wa shinikizo au wakati mgumu. Anakuwa mtu gani halisi pale mambo yanapokuwa magumu? Je, anakimbia majukumu au anabaki imara? Matendo yake chini ya shinikizo ni DNA zake za kweli. 3. Mbinu ya wacha afanye. Usiulize, je, wewe ni mwaminifu? Bali mpe fursa ya kuonyesha uaminifu wake. Matokeo yatakuwa jibu lako. Matenda ni lugha ya kimya ambayo haina uwezo wa kusema uongo. 2. Tafsiri ya saikolojia ya mwili. Sasa tunazama kwenye saikolojia safi kabisa. Lugha ya mwili, body language. Mwili wetu huongea kwa sauti kubwa kuliko kinywa chetu. Angalia mawasiliano ya macho. Je, mtu anadumisha mawasiliano ya macho? Kuepuka kuangaliana moja kwa moja kunaweza kuonyesha kutokuwa na uhakika, udanganyifu au ukosefu wa kujiamini. Lakini pia kutazama kupita kiasi kunaweza kuwa ishara ya kujaribu kukutisha au kukuathiri. Tafuta uwiano wa kawaida. Kitu kingine ni mikono na miguu. Pale mtu anapokunja mikono yake au kuielekeza miguu yake mbali na wewe, hii inaonyesha kufungwa au kutokuwa tayari kupokea. Anajikinga. Kinyume chake, kuegemea mbele ni ishara ya kujihusisha na kupendezwa. Kutulia kupita kiasi, over calmness. Wataalamu wa saikolojia wanasema wakati mwingine mtu anayejaribu kujituliza kupita kiasi, yani hana hata nervous tick kidogo wakati anaulizwa swali gumu, inaweza kuwa ishara kwamba amejizoesha kuandaa jibu la uongo. Mtu mkweli, hata kama anasema ukweli, mara nyingi huwa na dalili ndogo za wasiwasi wakati wa maswali magumu. 3. Kanuni ya ukarimu na kutoa, the rule of reciprocity. Mbinu hii inalenga kugundua nia ya mtu. Unataka kujua mtu anataka nini kutoka kwako? Mpe kitu kidogo kwanza, halafu tazama majibu yake. Jaribu kutoa bila kutarajia. Toa sifa ya kweli, msaada mdogo, au hata habari muhimu. Sasa, angalia majibu yake kwa matukio yanayofuata. Kuna watu wa kuchukua na watu wa kutoa. Vitabu vya biashara vinasisitiza, watu wa kuchukua, takers, watapokea msaada wako na kisha watapotea au watasahau haraka kurudisha fadhila. Watu wa kutoa au waaminifu watajaribu kurudisha kwa namna fulani, hata kama ni kwa maneno au shukrani za kweli. Kiashiria cha kweli. Mtu ambaye ana malengo ya kweli na ya kudumu na wewe, atajali na kujaribu kurudisha ukarimu. Mtu ambaye anajaribu tu kukutumia, atapokea na kisha atatafuta njia za kuepuka jukumu la kusaidia wengine. 4. Kuchunguza marafiki na mazingira. Hii ni rahisi sana lakini na nguvu kubwa. Tuambie rafiki zako, nasi tutakwambia wewe ni nani.
Kanuni ya watu watano. Kisaikolojia, wewe ni muunganiko wa watu watano unaotumia muda mwingi nao. Unataka kujua mtu anaelekea wapi kimaisha? Angalia watu wanaowaita marafiki zangu wa karibu. Je, wanajadili malengo, fursa, au wanajadili watu wengine? Kingine ni mazingira yake. Vipi kwa mazingira yake? Jinsi anavyotunza nyumba yake, ofisi yake, au hata gari lake inaweza kuwa ikiashiria jinsi anavyotunza maisha yake ya ndani na kazi yake. 5. Swali la nini kingetokea? Mbinu hii ya mwisho na yenye ujanja kidogo inalenga kuona jinsi mtu anavyofikiria bila shinikizo la kibinafsi. Tumia swali la kiujumla au swali la nini kingetokea kama. Mfano, badala ya kuuliza unahisi vipi kuhusu mradi wangu, uliza je, unafikiri watu wangejisikiaje kuhusu waida la biashara linalofanana na hili? Ina mbinu ya kupata majibu kuhusu maamuzi ya mtu bila yeye kujua kwamba anatoa maelezo au majibu kuhusu yeye mwenyewe. Wakati mwingine watu hujisikia huru kueleza mawazo yao ya kweli wanapozungumza mtu mwingine. Majibu yake kuhusu mtu wa tatu naweza kuwa ni jibu lake la kweli. Hii hivichua maadili yao ya msingi. Pia tazama mtiririko wa majibu yake. Je, jibu lake linajali wengine au linajali yeye mwenyewe? Ubinafsi au huruma huonekana kwa rahisi kwenye majibu ya maswali yasiyowahusu wao moja kwa moja. Mfano, ukiuliza swali kama John alimkopesha pesa Hamisi, lakini Hamisi alichelewa siku 5 kulipa deni hilo. John afanyeje? Majibu yake yatakupa taarifa kwa siri kuwa hiki ndicho ambacho hata yeye anaweza kukifanya kwenye kitu au tukio litakalofanana na ulichouliza, na atajibu bila kujua unachunguza tabia yake. Kumbuka, kusoma watu si mchezo wa hila, ni zana ya ulinzi na ujenzi wa mahusiano imara. Tumia maarifa haya kujenga madaraja, si uta. Sasa, nataka kusikia kutoka kwako. Ni mbinu gani kati ya hizi imekugusa zaidi? Au una mbinu gani nyingine unayotumia? Acha comment hapo. Kama video hii imekusaidia hata kidogo, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usikose mambo mengine ya maana tunajifunza kila siku.